Kwa majina naitwa Jenedy Eboso Mugala na mimi ni coach, football coach, CAFD holder, na hapa Kidinye Primary tumekuja ku nurture talents, kujaribu kuimprove wanafunzi na kuwapea the necessary skills za kuturn from amateur footballers to professional footballers. Nimeanza hii kazi huku Western from last year, but nimekuwa nikifanya polepole as an untrained coach. Wakati nilipata certification last year nikakuja, na mostly mahali nimekuwa ni Kakamega. So nimefanya Kakamega County, mimi ndio coach wa timu inaitwa St. Patrick's Ikonyero. Tulishiriki hizi games za school games kule Kakamega, katokea quarter final, lakini hapa Kidinye ni mahali nilikuwa nikalelewa, ni kuhama tu tuliama tukaenda Kakamega. So nikasema hata huku kuna talents, mara moja niwe nakuja kusaidia kunacha hizi talents na kitu kama hiyo. So tulianza mwezi wa 4, nimekuwa nikikuja mara moja wakati shule zilikuwa zimefungwa. Mwezi wa 8 sasa tukakuja sana, ndio nikagundua watoto wengi wanasoma hapa, na nikasema why not, mbona nisikuja niongee na school administration tuone kama anaweza tupatia nafasi ya kunacha hawa vijana, na ndio tukajikuta hapa. So hii ni wiki yetu ya 3 tukifanya hii nao kwa school system. My journey ya football, sijacheza professional football, but nimecheza tu hii amateur football huko mtaani huku sana, but Nairobi ndio nimecheza sana pale mahali panaitwa Molem karibu na Dandora. So my journey ya football, wakati mimi sikucheza, niko na kijana 13 years old sahi, ako kwa academy inaitwa UEFA Despanol. So wakiwa wanafanya training na nini, nikaona ile love niko nayo ya football, mbona hata mimi nisiende kufanya. So the next time hizo CAFD classes zilianausiwa, nikaenda, na pia inisaidie kupata ile knowledge ya kujua huyu mtoto akikochiwa anakochiwa aje na vitu kama hizo, but ako kule UEFA. So hiyo ndio ilini inspire, na wakati nilikuja huku nikakuta vijana wengi wako na talent, lakini hawezi chukuliwa kwa mashule just because of maybe the skills zile za kukua professional footballer na vitu kama hizo. So nikasema wacha ni step in, tusaidie wale tunaweza saidia, tuone kama wanaweza pata scholarships na vitu kama hiyo. Kuna vijana kama 3 nilipeleka shule ya Chesamis, ma midfielder wako huko sahi kwa scholarship, but wakati niliingiana na St. Patrick's Ikonyero kabisa, walikuwa wanafikiria kuanza kitu kama hiyo. So bado ni kitu iko kwa pipeline, tuone venye itakuwa, then tujue tunasaidia watoto kiasi gani. But hata hapa nikipata wale watoto wazuri, wale wa JSS, wale wanataka kwenda high school na nini, na mtu ako na talent, why not? Kwa sababu tunajaribu ku make contacts kila mahali, na hata si kwa mashule peke yake, hata kwa clubs huku nje. Tukipata mahali tunaweza peleka kijana aende asaidike, so that end game ni huyu mtu akue professional, kwa sababu tunaweza fanya kazi kubwa hapa alafu bado akitoka aende kuvuta bangi huko, lakini hatutaki hivyo. Tunataka football iweze kumpatia kitu ya kukula. Hii trading niko na wengi kama saa hii, hao wenye unaona hapa kwa shule primary na JSS wako almost 30 students. Hawa 30 students tumewacategorize, kuna wale wa primary na kuna wale wa JSS. So cause wote wanaanza at different intervals, alafu wanafanya maybe 1 hour 30 minutes, at least kila mtu apate kitu, tuone vile tunaendelea mbele. Huko Western unajua ndio mahali talent iko sana Western, pande ya Nyanza, pande ya Kisii, na ni huku ndio football iko, rugby na nini. But in terms of football, hawa vijana wako na talent, ni ile tu now the guidance ya ku change hiyo raw talent ikue something better, finer and everything. Sasa hiyo ndio maana tulianza hii mradi. Kutrain wasichana is very tricky, kwa sababu ile yenye nime experience, na hapa unakuta kijana at 11 years, kwa sababu wamezoea kucheza mpira huku nje, at least ako na ile basic knowledge ya hii football inachezwa aje, touch yake ukiona si mbaya vile, fast touch na nini. Lakini wasichana wengi wale niko nao hapa ni kama tunaanza from scratch. Unaanza kufunza huyu mtu football ni nini, hata vile anapiga mpira, vile ana pass, awareness yake kwa uwanja nini, is a bit tricky, but I'm very patient kwa sababu tunataka kunacha hiyo talent. So lazima tuweke hiyo effort. I know si kitu tutafanya na 1 month, 2 months, but it takes years. Ukiona Messi amefika ile level yuko bado anafanya mazoezi na
kila siku anaingia training na nini, na alianza akiwa maybe 5-6 years. So you can imagine sisi tumepata mtu wako 13-14 years. Now it becomes tricky, but tunajaribu as much as we can kuembrace hiyo girl child football, tuone vile itakuwa ya. So niliamua wacha niwapatie chance then tuone itakuwa aje. Hapa tukianza kwanza, kwa sababu ni watu basic hawajui football, kuna zile principles zinafanya as a player ukue unaweza cheza hii football vizuri. Kuna the technical part of football, ujue kupiga pass, kucontrol ball, kuscan kwa uwanja, kuangalia space yako iko aje, utamove kwa space aje, kitu kama. So that is the technical part. Kuna the physical part ambayo ni physical fitness, hiyo kukimbia na nini, mazoezi ile yenye wanafanya. So kwa kila category kuna ile mazoezi wanaweza fanya, from warm up to stretches nini, vitu kama hizo. Alafu kuna the tactical part, wale wako 13 years and above wanaweza anza kujifunza hiyo kumaster game, kucheza formations 4-3-3, 4-4-2, 4-5-1, vitu kama hizo. Yeah, na mostly ile kukeep healthy na vitu kama. So tunakuanga na the theory part of the training ambayo tunafanyanga kwa class. Nafaa unajua the types of passes, unapiga pass gani kwa which kind of situation na vitu kama hizo. Kuna now the practical part, whatever tumesoma kwa class tunakuja kufanya implementation now kwa uwanja. So that way I chose that mode of teaching kwa sababu niliona wengi unaweza waambia piga pass hivi lakini haelewi unafanyaje. So hapa mbele mali tunaenda, tunataka mpaka tukue na partnerships na watu wa media wale wanaweza kuja wana cover hizo videos, wanafanya nini, ndio tukienda to introduce aspect ya analysis. So ukikuja kwa kiwanja nikikwambia movement yako ilikuwa mbaya, sikwambii ni mimi nikifanya, wewe unaona from whatever was recorded ikakuwa nini, alafu wewe mwenyewe unajua vile unarekebisha. Training hapa ni Monday, Tuesday na Wednesday, alafu Thursday, Friday, Saturday na Sunday nakuwa pande ya Kakamega kule Ikonyero kusaidia hao vijana wa high school. Pia huko tuko na high school, primary na JSS. So hizo nimetenga hiyo siku hivyo, na hizi zingine ziko hapa Monday mpaka Wednesday. Training maximum tunawapatia per day 2 hours, but since wako wengi na tuko stretch kidogo, so unafanya 1 hour 30 minutes, wengine wanaingia pia 1 hour. At least hiyo siku ikauntiwe watu wamefanya kitu, na wakienda nyumbani at least wanajua there's something new they learn every day. Yeah. Football inalipa. Kama huko nje tumeona wale mabilionea wakubwa ni mafootballer na nini. Ni venye tu sasa in this country hatufanyi football kama business. But I'm happy na hawa wakina Hussein wa FKF saa hii na nini, tumeanza kuona some aspects za kufanya hii football iweze kugenerate income na ifanye nini. So football inalipa. Ni venye sasa hii football yetu ya Kenya hatujaifanya ikue a proper brand, ile tunaweza sema mtu anaweza toka nje akuje hapa invest kwa football. For example, unakuja Vihiga County, una identify space, unajenga stadium kwa sababu unataka watu wakuje kuhaya hii stadium ikue team. Tuone sponsorship deals, tuone vitu kama hizo. So hiyo ndio the big challenge. Football yetu si brand, but I think ile mikakati watu wa FKF wanaweka saa hii, I have hopes. Hata ukiona from national team vile wamekuwa wakicheza CHAN na nini, there is structure, there is everything. From kile walikuwa wanacheza, you see there's something positive coming up. Yeah. So hiyo natumaini tu in the future wale wazazi wako na hao watoto wenye wanataka kucheza football na nini, wawalete. Kama hapa Kidinye Primary tunaomba kama uko na mtoto hapa karibu, unamleta, tunafanya mazoezi nini, you never know. But football inalipa. Mali tunaenda hapa mbele, tunaona football yetu inaenda kukua something big. Yeah. Saa hii unajua wameintroduce hii kitu inaitwa CBC ama CBE. CBE. Hii CBE inafanya watu watumie the natural talent. Because I feel personally mahali mimi niko na feel, ukikuta kwa klasi ya watu 46, watoto 3 wanapita hesabu, wale wengine hawapiti, haimaanishi ni wajinga. There's something they can do better kuliko ule mtu anapita mathematics, ama ule mtu anapita English, ama ule mtu anapita Kiswahili. So ukimgauge na ile competence yake, I guess hiyo ndio purpose ya CBE. Ukimgauge na ile competence yake, then unakuta hautachukua watoto fulani useme hawa ni failures, na uchukue wengine useme ati hawa ni clever ama ni genius or something like that. But unawapatia wote equal opportunity ya kufanya. Kwa sababu ukiangalia we have so many graduates wenye hawana kazi.
na hizi kazi hazipatikani kwa sababu hatu develop industries, hatufanyi nini. Kenya sisi vitu mingi tuna manufacture za kuexport na nini. So kama tunaweza embrace football, hata kama tuta export hizi talents za football huko nje, watu waenda wachezee Tottenham, Arsenal, England, Germany, wapi huko, lakini ligi yetu pia ikue something yenye the majority ya wale wanabaki hapa wanaweza earn a living from hii football. So I'm very hopeful mambo itakuwa mzuri. Challenges tuko nayo ya hizi equipment, but saa hizi zile equipment kidogo niko nazo, kuna wale watu nimeongea na wao hapa na pale. Now I'm trying to bring ile the business part of football kwa this side of the country huko mashinani. So kuna wale watu nimeongea nao, kama hapa ukiona hapa nimevaa hii bibi imeandikwa Westville Place. Westville Place ni hoteli kule pande za Luanda. Hii hoteli nilienda nikawaongelesha, nikawaambia niko na mradi kama hii, nataka kuanza kusaidia watoto mambo ya football na nini, na tunahitaji hizo equipments na vitu kama hizo. So Westville wali come in, wakanipatia bibs, wakanitengenezea 20 pieces, 10 of blue, 10 za green. Kuna watu wengine pia naongea nao, there is a sacco yenye iko online inaitwa Clinician Sacco, pia na expect wakuwa wananiletea something kit ya coach na pia more training bibs. Kuna marafiki zangu kule Nairobi, one alikuwa former player wa Moroni. Hiyo Moroni anaitwa Osotsi, Harrison Osotsi alini support na 5 balls. Balls zingine nikaongea na rafiki yangu mwingine ako Kuwait, ako na kampuni inaitwa Jomwek Services, akanisaidia pia na more balls. Hizo cones pia wakanisaidia nazo na vitu kama hizo. But in return, now the business part of it ni wakitupatia, we realize lazima tukue online visibility na vitu kama hizo. Pia sisi tu push brand yao as cause ni partnership. So tukafungua YouTube channel inaitwa Muscoach Football. Pale tunafanya hizi training zetu, tuna shoot na hizi basic things tu tuko nazo, smartphones na nini tunaweka pale, but brand yao iko visible now. Tunajaribu kupush pande yao, au wakigain huku na sisi tuna gain, and we are looking for more partners kwa sababu tunatafuta majezi, tunatafuta hao watoto unaona mostly wanacheza bila viatu, tunatafuta viatu, tunatafuta vitu kama hizo. Hata tuweke kwa hii shule kama tunaweza pata mahali tunaweka ka gym, tunaweka nini. So if we get more partners the better, ndio tuone vile tunasaidia hii football ya mashinani. Naweza kukupromise hivi, nisiseme mingi kuhusu hiyo, lakini naweza kukupromise hivi. Kwa ile Harambee Stars inaenda kucheza the next World Cup, be 100% sure one of my players will be there. Hiyo I can assure you. 2034. Kwa ile World Cup ya 2034, I can promise people one of the players ule atakuwa kwa hiyo team, atakuwa ule mtu nimelea na mikono yangu hivi na akafika pale, because I trust my abilities and I trust those people around me wale wananisaidia. We are about to recruit more people in terms of volunteering, because I have so many 2, 3 or 4 coaches within Vihiga County wale wako trained. Nikiwaleta on board so that nisikuwe na hangaika peke yangu, then tuone venye vitu zinakuwa. Kwa majina ni Boya Gilbert, nikiwa deputy wa Kidinye Primary and Junior School hapa Vihiga County. Kwa hakika hii imewasaidia sana kwa sababu ukiangalia hii masomo saizi ya CBE ambao inahusisha sana kipaji wa wanafunzi. Unapata kwa wanafunzi ndio wanakuwa wazuri darasani, but kwa uwanja ama kwa darasa hawako vizuri. Kwa michezo mbalimbali wako vizuri. Unapata kuwa hii mazoezi imewapea motisha na pia imewasaidia kwa ule mwenye anaona kuwa juezi vizuri darasani anapata nafasi huku kwa uwanja. Hii kwa kitu wasaidia sana, kwa sababu njia mtoto akishajua kipaji mapema na aweze kukikuza, bila shaka itamsaidia huko mbele. Kwa sababu kuna this basic, kwa hapa uchafunza this basics, wakiendelea nao kwa mikakati, kwa misingi ambayo zinafuata, utapata kumewasaidia sana kabisa. Na hiyo tunashukuru. Kwa hakika mzazi kama huyu nitamsihi sana asiangalie mtoto kwa mtazamo wa ameperform darasani, lakini angalia mtoto anaweza fanya nini maishani mwake. Sababu katika hii mfumo wa CBC, inaweza mtoto anaweza fanya nini, competence based education. Utapata kuwa yule ambaye anaweza cheza vizuri mpira,
wacha ingia katika hiyo nafasi ya mpira. Yule ambaye atakimbia, wacha kimbie. Kwa hiyo wachezaji maarufu au wachezaji za ng'ambo, unapata kwa mtoto miaka 7, miaka 11 au katika academies wanaanzia pale. So mzazi asinyime mtoto nafasi ya kucheza. Kama mtoto anaweza cheza mpira, wacha kuja cheze mpira. Kama mtoto anaweza kimbia, ampe nafasi ya kukimbia. Kama mwanafunzi anaweza dance, wacha dance. Kama mwanafunzi anaweza imba, mpe hicho kiwango aweze kuimba. So tusiwaweke katika hali ya kakuni kuwa mbazo mtoto akuwe daktari, mtoto akuwe mwalimu, mtoto akuwe rubani. Hapana, wacha mtoto afanye kila ambacho anaweza kufanya kwa ustaarabu wake na vile anaelewa yeye mwenyewe. Walimu na wasii kabisa, walimu wote hapa Vihiga County, Kenya kwa ujumla wote, tusinyime wanafunzi vipaji vyao. Wale tuwape vipaji vyao. Kama mtoto anaweza cheza vizuri, wacha acheze. Kama mtoto anaweza imba, tumpe kipaji cha kuimba. Kama mtoto anaweza dance, au kuna wajua kudansi wa maarufu hao. Wajua walianza tu kidogo namna hiyo. So walimu wenzangu tunawasikwa, wacha tukuze vipaji za watoto. Kwa sababu hawa vile kocha amesema, tunataka in the coming World Cup, the coming Africa Cup of Nations ambao Kenya watakuwa host. Wacha tukue na mwanafunzi kutoka hata Vihiga hapa County, kutoka kwa hii Kidinye, kutoka kwa hii academy pale. Akuwe miongoni mwa wale ambao watakuwa miongoni mwa watacheza hiyo CAF ya 20 itakuja next year after hapa Kenya.